Zaidi ya Wakenya 20 wameokolewa kutoka kwa mtandao wa ulaghai uliokuwa ukiwavuta kwa ahadi za kazi nchini Urusi, lakini ukilenga kuwatuma kupigana katika vita vya Ukraine, maafisa wa polisi wamesema. Tukio hilo lilifichuliwa baada ya operesheni ya kijasusi iliyoendeshwa na mashirika mbalimbali ya usalama katika mtaa wa Athi River, nje kidogo ya Nairobi. Polisi walikamata nyaraka za kuajiri, hati za kusafiria na barua za ajira zilizokuwa zikitumiwa kuwadanganya wahanga. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa uchunguzi wa jinai DCI, jumla ya Wakenya 22 walipatikana kwenye nyumba moja wakisubiri kupelekwa Urusi. Mshukiwa mmoja anayedaiwa kuratibu usafirishaji wa wahanga hao mwezi Septemba na Oktoba amekamatwa na mahakama imeruhusu azuiliwe kwa siku 10 ili uchunguzi ukamilike. Polisi wamesema mtandao huo Mysterious ulikuwa ukitumia ahadi za kazi jijini Moscow kama kisingizio cha kuwasajili Wakenya kwa vita. Wahanga walieleza kuwa walilazimika kusaini mikataba na shirika lisilotajwa na ajira nje ya nchi, wakiomba kulipa hadi dola 18,000 kwa visa, usafiri, malazi na gharama nyinginezo. Baadhi yao walikutwa tayari wamelipa amana ya dola 1,500. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya Wakenya waliokwisha kupelekwa Ukraine hurudi wakiwa wamejeruhiwa, wameshtuka kisaikolojia au wengine hawarudi kabisa. Wawili wanaripotiwa kurejea majuzi, huku mmoja akiwa amelazwa hospitalini Nairobi. Afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema serikali inafuatilia madai kwa raia kadhaa wa Kenya wamesafirishwa hadi Urusi na sasa wanashikiliwa kama wafungwa wa vita nchini Ukraine. Msemaji wa Ukraine kuhusu masuala ya wafungwa wa vita, Petro Yesenko, aliambia BBC kuwa raia wa Somalia, Sierra Leone, Togo, Cuba na Sri Lanka pia wameshikiliwa kwenye kambi za wafungwa wa vita nchini Ukraine. Aliongeza kuwa mataifa mengi ya Afrika yanaonyesha kutojali juu ya kurejeshwa kwa raia wao. Serikali ya Kenya imesisitiza kuwa inafuatilia suala hilo na imeonya wananchi kutoamini matangazo yasiyo na uhakika ya kazi nje ya nchi.